dakika 5 kwa sababu wako wengi, tutatoa 5 ikaliko hii list iko kwa huku na kwa pande mbili, lakini tumefika nusu sasa. Kwa bahati na zilobaki ni 5 sio tena zile dakika 15. Kwa hivyo tutamatia Sheikh Munir au Sheikh Abdurrahman, tafadhali uzungumze, kwa sababu ustadhi amesifu sana huyu kijana, asema mwisho wa nyumba za nyumbani kwake funguo alikuwa akimwatia yeye kwa kumwamini. Kwa hivyo na yeye azungumza dakika 5 au 5:30. Subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallallahu adada kamalillahi kama yaliku bikamali. Kabla sijaanza neno lolote, ningeomba kwa madakika chache tuweze kuzifanya dini zetu zinashughulika na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kwa fursa hii, ni fursa kubwa sana mpaka nashindwa niseme vipi, kwa sababu naona wazee wangu, walimu zangu. Subhanallah, naomba msamaha kama nitakosea kwa sababu ya uoga labda juu ya nyuso zenu. Sinabudi kwa kufanya makosa na naomba kukosolewa kwenu inshallah. Alhamdulillah, nimepata fursa ya kuhudhuria kikao hiki na ni siku kubwa, siku njema, ni siku kubwa, na nazidi kufurahia kumwona mzee wangu, na tunamshukuru Mungu kwa kumweka mpaka sasa na kumpatia hima na kumpatia nguvu na kumpatia uwezo wa hali na mali kupambana na dini yetu, na bila shaka ni fahari kubwa sana kwetu sisi kuwa naye kama mufti wetu. Alhamdulillah. La kwanza kabisa nitazidi kumshukuru siku zote, kwa sababu safari yangu ya kujua dini yangu ya Uislamu ilianzia katika Najah, na nimesikiza Sheikh pale amesema kwamba alikumbana na wanafunzi wengi katika hali ya muhandisin, katika hali ya kutengeneza umeme, maji na mambo nyingine. Hiyo ni kweli, kwa sababu nakumbuka hiyo ilikuwa ni initiative kubwa sana wakati wetu. Ilikuwa ni lazima vijana wajifunze mambo kama hayo, na ni furaha zaidi pia kusikia Sheikh ameguzia jambo kama hilo. Ama katika ile pia mambo ya kidini ya mafunzo pia tunashukuru. Ilikuwa ni tulipata fursa sana kubwa sana ya kujifundisha na kupata mengi wakati huo. So alhamdulillah pia kwa hilo. Na kwa mzee wetu nafikiria tumejifundisha mengi, sio mengine yale labda wengine watayafikiria, lakini alhamdulillah tumejifundisha kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka mzee, zile siku tulipata kuijua nitakuandama, ilikuwa ni siku kubwa kwetu. Ilikuwa ni kasida ya kuyafikiria na kuyatafakari na kumjua Mtume. Sisi nilikaa siku moja nikajiuliza, kivipi mzee alikaa
akaanza nitakuandama ni siri gani iliyopo katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika malezi yake na juhudi zake. Tumeweza kupata kiasi cha hicho, kuelewa kiwango kidogo cha mapenzi yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nafikiria wazee labda watanikosoa, lakini Ahmed Shoka anasema mheshimu mwalimu wako kwa heshima inayostahili, maana kada almuallim an yakuna rasul. Sio, nafikiria Ahmed Shoka kumaanisha kwamba mwalimu anakuwa mtumi, lakini mjumbe wa kuhithirisha dini, kueneza mambo ya khairi, mwongozo katika dini yetu. Na sinabudi kwa kuwa na fahari kubwa sana kwamba mzee wetu yuko aitushajiisha, pamoja na nyuso zenye ametengeneza walimu wetu kina Mihdhar, na wanazidi kuathirisha dini yetu. Alhamdulillah kwa hilo, kina Abubakar na wengineo wengi sana, alhamdulillah. Katika mafunzo hayo nilipata kujitahidi kama mwanafunzi mwenzenu kwa kujaribu kuandika kitabu kadri ninavyotaka kumwelewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika kitabu hicho nikakiita The Light of the Prophet and His Mercy to the World, Anwaru Nabi wa Rahmatuhu Lilawali. Katika kitabu hiki nimejaribu kuguzia fadhila gani, rahma gani ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hakika nasimama hapa sio kama mwanachuoni au shekhe au mwenye ilmu nyingi, isipokuwa tu kwa kile kidogo ambacho nimeweza kutafakari mwenyewe, kwa kukinakili, kwa kuwasikiza mashekhe wengi na kufuata mwenendo wa shekhe wangu mpendwa. Ndio maana tumeweza kujaribu kupata kazi kama hii, na nimeshuhudisha mzee wangu nimeshuhudisha madrasa yetu, Madrasatul Najah, na pia katika chini ya uongozi wa Said Ahmed bin Ahmed Badawi mzee wetu. Na naomba insha Allah kama kutapatikana makosa yote kwa mashekhe zetu, kwa wazazi wangu, nitashukuru kukosolewa na kuelekezwa insha Allah. Na nafikiria sio mengi kwa wazazi, tujaribu sana au tujitahidi sana kuwapeleka watoto wetu katika vikao vya ilmu, vikao vya khairat, vikao vya kumtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana ndipo hapo kuna tabia njema na kupata mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa walimu, mashaallah, alhamdulillah, zidi kuifanya kazi njema, maana mnaeneza jambo la khair, mnaeneza iliyoletwa na mitume, ili siku moja insha Allah iweze kubadilisha umma na kufaidika nayo. Kwa wanafunzi, Najahi ni sehemu ambapo ni chuo tofauti jamani. Pale hakuna kushikiwa kiboko wala kuambiwa vile wala kufanywa vipi. Ni wewe mwenyewe kwa kujitahidi na kunyenyekea kuweza kupata kwa mzee wetu na walimu wote wenye wapo. Elimu haitoshi. Kuna siku moja nilipata bahati kubwa kwa kutembelewa na mzee wangu nyumbani
nikasema leo namwekea wanted, leo utasoma sana. So nikachukua kitabu na kalamu ili niweze kupata mengi katika hiyo muda, kwa sababu nakumbuka zamani mzee alikuwa halali, nilikuwa nikienda kwa chumba chake, alikuwa zamani kabisa yeye anasoma sana. Sasa nikajua bora nimempata kwangu, leo nitasoma. Kachukua kitabu, nikamwambia mke wangu, bwana wewe nenda, mimi niko hapa. Sasa katika hali ya kumuuliza maswali mengi, nikauliza nikiandika, baadaye akaniambia sawa, lakini uko na hukuku huko juu bwana, niondoke. So alhamdulillah kwa hii fursa, wacha nisiyafanye marefu, lakini kwa shukrani za dhati na moyo uliokuwa na mapenzi na mwalimu wetu, shekhe letu, ningeomba kumkabidhi kitabu hiki kwa mkono wake inshallah, kitabu cha kwanza, na tuweze kupata baraka zako na mafundisho yako na guidance yako. Shukrani sana mzee wangu. Mola kubariki. Amin. Asanteni sana. Shukrani sana.